Mheshimiwa Governor, huu ni mwaka wangu wa 7 kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Niko na experience kubwa sana ya kukuja hafla hapa katika kaunti ya Narok. Ukitaka kujua mambo ni mbaya, watu ya ODM wakiingia, unasikia watu wanaanza kusema leo hatutaki siasa. Leo msiende mambo mingi. Sasa nataka uangalie mwenzako mwambie relax. ODM imefika. Mimi ndio Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, chama cha mwenda zake marehemu ambaye tumekuja kuzika leo. Mimi pia ni senator wa kaunti ya Nairobi, na mimi ndio naibu wa kiranja walio wachache ndani ya bunge la Senate. Mimi ndio mdogo wa Ledamo Olekina ndani ya bunge la Senate. Na nianze kwa kuzungumza kama katibu mkuu wa chama cha ODM kwa familia ya MCA wetu. Nataka niseme pole kwa niaba yangu mimi mwenyewe, kwa niaba ya makao makuu ya chama cha ODM, kwa niaba ya chama kizima cha ODM, na kwa niaba ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ndio kiongozi wetu. Baba hivi sasa yuko nchi ya Ujerumani na tumezungumza na yeye kwa simu. Nataka mjue kwamba dunia ambayo tunaishi leo, simu kutoka Ujerumani inachukua the same time kufika Narok na simu ya kutoka hapa town kwa hiki jiji. Masaa ambaye inachukua mtu kutoka Nairobi na barabara kufika hapa Narok ni the same na ndege inatoka Addis Ababa kufika Nairobi. Hakuna mahali baba ameenda. Mnanielewa? Kwa hivyo rafiki yangu Sankok, wewe unasema nilikupigia kura uende Arusha. Unafanya nini kwa kijiji? Hapa ni Arusha. Sankok, hapa ni Arusha. Hapa ndio nilikutuma. Hapa ni Arusha. Na mimi tangu nikutume Arusha wewe Sankok, nilikutuma Arusha nikijua unaenda kutetea wa Maasai kule Arusha. Ile harassment ambayo tunapitia wa Maasai kwa boda ya Tanzania, sijawahi kusikia ukiongea mambo ya ngorongoro. Lakini leo kwa sababu umesikia Sifuna amekuja Narok, unatuambia unatuma baba Addis Ababa. Ile muda inachukua kutoka Arusha na barabara kufika hapa ndio the same itachukua baba kutoka Addis Ababa kufika Nairobi kama tuko na maandamano. Mtamuona. Mimi nataka niwaambie mambo mawili peke yake kisha niketi chini. Tunataka viongozi waseme ukweli mbele ya wananchi. Na nyinyi wananchi nataka kuwashukuru sana. Dawa ya kiongozi muongo ni kumwambia kwa uso yake unadanganya. Vile ambavyo mmefanya kwa huyu ndugu yangu Tongo hiyo, anataka kudanganya juu ya bei ya unga. Kumbe wa Maasai wako rada. Na ingekuwa Waluya je ingekuwa namna gani? Sisi ndio tunajua bei ya unga. Mheshimiwa Tongo hiyo, usikuje kuambia hii watu ya hapa ati mambo ya dola. Kama uko na dola hapa kwa hii tent, kuja nikubadilishie saa hii. Hakuna Maasai hapa hako na dola. Dola ya kufanya nini? Tunataka bei na gharama ya maisha ishuke chini, si ndio? Jana wamepitisha mswada kule kwenye bunge kuongeza ushuru tena mambo ya housing. Mimi nataka kumwambia Mheshimiwa Soipan tu ya wewe uliingia bunge halafu ukaenda kuwa waziri. Sikupata muda kujuana na wewe kwa sababu ulikuwa senator. Lakini tulijivunia kama maseneta tukasema kuna senators wawili wanaingia katika bunge la waziri. Watakuwa wanakumbusha kila siku. Akijaribu kuharibu ugatuzi wanamkumbusha hapana, hii mambo ya devolution usiharibu. Lakini tumeshangaa Mheshimiwa Soipan, hii mswada mumeleta ya housing. Mnajua housing is a devolved function. Hiyo ni mambo inatakiwa tukue tunazungumza na governor Ntutu. Governor, ulikuanga mtu yetu ya Azimio. Hii vitu huwezi kuwa umesahau. Huwezi kuwa umesahau. Governor, huwezi kuwa umesahau. The discussion ya kitu kama maji. Governor, water is a devolved function. Inakuwaje mimi nakutetea wewe ya kwamba maji iwachwe iwe function ya county, lakini ukikuwa na Ruto wewe umwambii. Sasa mimi nalia, I am crying more than the bereaved governor. Tafadhali Mheshimiwa Soipan, ambia Ruto ukweli. Devolved functions baki devolved function. Mimi pamoja na Ledamba, wakati mswada wa housing unakuja kwa Senate, mimi watu wa Nairobi wameniambia niangushe hiyo mswada. Watu wa Narok mumeambia nini huyu mwanaume? Apitishe ama angushe? Haya, kuna mswada mwingine wanataka kutoa maji kwa counties
ati wachukue mashirika ya mabwanyenye ndio itakuwa inasambaza maji Kenya mzima. Watu wa Nairobi wameniambia niangushe hiyo mswada. Ledama mnamwambia nini? Angusha! Ledama umesikia? Kabisa. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana. Kwa niaba yangu binafsi, kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba ya East Africa ikiwamo na Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda, DRC na Somalia, poleni sana na Mungu awape nguvu wakati huu mgumu. Ya pili, bado tunaongea mambo ya unity kwa sababu kiongozi alikuwa kiongozi wa unity. Nataka kushukuru sana governor kwa kusaidia familia. Nataka kushukuru jamii yetu ya Kiislamu kwa kuitikia wito na kuchanganya Uislamu pamoja na Maasai ili sisi wote tuweze kupumzisha mwili kama tumeridhika. Kama venye wengine wamesema, kweli jamii ya Uislamu tunawaheshimu sana, na wengi kama hivi ndio tutakuwa tukifanya, tutawafuata. Yangu ya tatu ni kutaka kusema ya kwamba venye baba yangu Welekenda amesema ni ya kwamba Azimio wakiongozwa na ndugu yangu Sifuna waliweza kunipatia kura kabisa ili niende East Africa Legislative Assembly. Kwa nia yao na mapenzi walikuwa ni deport to Arusha, na kwa hiyo pia na I want to reciprocate. Pia mimi ndafanya juu chini kuongelesha viongozi wa Afrika mzima, heads of state, ili tuweze kudeport Raila Odinga aende Addis Ababa, ili pia venye mimi niliacha siasa ya kijiji huku nyumbani, local politics, pia nayo Raila Odinga, His Excellency and the Right Honorable Raila Odinga ataweza wachana na local politics, and that you know what it will do to our 2027 political equation. It will solve it timely and positively. So Edward Sifuna, asante sana kwa hiyo kura ambao ulinipatia pamoja na watu wote wa ODM. Pia mimi narudisha mkono, baba lazima aende Addis Ababa na tutahakikisha kwamba ameenda. So baba yangu Welekenda, usiwe na wasiwasi, wacha mzee aende, kwa sababu kiti ya kuwa chairman ya African Union Commission ni kubwa hata kuliko kiti ya rais. Na sisi tunajua there is only one solar life who can carry the aspiration of our Pan-African forefathers, and that is none other than the Right Honorable Raila Amolo Odinga, aka Agwambo.